Zile kidogo wanasema wewe ni kidonge, si ndio? Kichungu lakini ndo dawa. Yaani ukimeza ile unapona. Sawa, sasa tuzungumzie kidogo swala la jana kulikuwa na taarifa inamhusu mwekezaji wa Simba ambaye ni rais wa Heshima klabu Mohamed Dewji Mo, kwamba amewasilisha kwenye baraza la wadhamini ombi lake la yeye kutaka kujenga uwanja, lakini atamiliki 80%, klabu itamiliki 20%. Na swala limekuwa ni gumu kidogo baada ya kuonekana kwamba mzabuni mkuu wa klabu hiyo Jairut, yeye tayari alishaingia makubaliano na klabu kwamba atajenga uwanja. Swala lijaa gumu kwa sababu swala yote bado hamna aliyokamilisha kujenga. Mo hajakamilisha wala Jairut hajakamilisha, ila yani hapo kuna tuweke tu wazi, watu wamepata maswali baada ya Mo na yeye kuja hadharani kusema na yeye anataka kujenga kiwanja cha Simba, ameomba ridhaa kutoka kwa bodi, ndio. Sasa maswali yamekuja kwamba why ametoka hivyo na kuzungumza baada ya Jairut kuongea kwamba anataka kujenga uwanja wa Simba, na yeye amekuja kuzungumza na yeye anataka kujenga uwanja wa Simba. Sasa issue hapa ilivyo sio mbaya, wote wakisema wanataka kujenga uwanja wa Simba, kwa sababu hata Simba wenyewe wanataka kiwanja. Umeelewa bwana? Sometimes watu kama wanasaidia okay. Sasa shida ni malengo. Jairut anataka kujenga kwa ajili gani na Mo kwa ajili gani? Jairut amesema yeye akijenga uwanja 100% utakuwa unamilikiwa na Simba. Lakini Mo yeye amesema akijenga 80% zitakuwa kwake, 20% zinaenda kwa Simba. Hapa sasa ndo kwenye swali au maswali ya watu wengi. Kwa nini huyu amesema hivi, huyu amesema hivi? Sasa ukiangalia kwa picha hii na mtazamo huu, ndio hata kuna maswali mengi ambayo watu wengi walikuwa wanajiuliza. Simba kitokea labda migogoro, kitokea nini, shida ipo wapi? Nini chanzo, nini tatizo? Unajua hapa kati sasa hivi Simba hali imetulia ya sana ya timu yao. Wamefanya sajili nzuri Januari, timu yao inapata matokeo, inacheza vizuri na mwalimu mzuri. Cheza mechi ya dabi wamedraw, siku zote wanapigika. Na hapa kwenye kipindi hiki ambacho tulisikia hapa tetesi za Mo kajiweka pembeni wakati wa usajili wa dirisha dogo, ulisikia yale maneno aliongeleka sana. Simba wakufanya kabisa usajili. Simba walifanya usajili siku 3 za mwisho kabla dirisha kufungwa. Ndio pale huyu alikuja, wachezaji walikuwa wanapitia kule wanaenda Tunis kwenye mechi. Kama sio Tunis, Angola, walikuwa wanaenda kule kuna mechi ya klabu bingwa. Wale wachezaji hata hawajatrain walikuwa wanasajiliwa hivyo kama ndondo vile watu wanavyosajili wachezaji. Kwa sababu hiyo, kwa sababu watu walimsikilizia bosi asemi chochote. Watu wakatafuta alternative nyingine, wakatafuta mbinu nyingine ya wao kuweza kusajili wachezaji. Kwa hiyo sasa ndio hapo sasa Jairut akakubali kutoa fedha, akawaleta wachezaji akina Asset, kina Libase, kina Chama. Unavyowaona unafahamu Chama na Mo ilikuwaje, lakini kwa sababu unaona kwa nini karudi, kwa sababu ndio alofanya sajili ya kuwa yeye dirisha dogo. Kwa hiyo watu wakasema okay, sawa, sisi tunasajili. Wamesajili, cheza mechi zao, wakaenda kucheza na mechi ya dabi, kupata draw. Sasa hivi timu imetulia, bahari imetulia, vitu vina flow. Ukitaka kujua hili, angalia Jairut na wale wachezaji wake aliowasajili. Unakuta mara amewapa magari, mara amewaita anavyowakumbatia. Umeelewa? Sasa ndio maana juzi hapa tena ikatokea balaa lingine tena, kasajiliwa Mpanzu, bosi kataka kai kwenye picha. Umeelewa vizuri, na nionekane nipo hapa na mimi watu wanione. Na hapo inaonekana kama vile kwa huyu alisema anasajili mchezaji mmoja ina Loemba, basi na tajiri naye ameamua kupitia hapo mlango wa Eli. Yaani ndio hivyo, yani kuna kama mashindano. Yaani Jairut anafanya vitu kwa ajili ya maslahi ya Simba. Yeye pia ni mwana Simba, lakini sasa inaonekana kama kuna mtu anaona wivu vile anavyofanya Jairut. Yaani sasa nataka na yeye kama tuanze kuvutana sasa, kushindana. Sasa mara nyingi ikitokea situation kama hiyo, ndio unakuta vilabu au timu inaingia kwenye migogoro. Yaani unakuta mara sasa unaona hata kwenye wachezaji wataanza sasa kwa hawa wachezaji wa Jairut, hawa wa Mo, hawa wachezaji sijui wa Mangungu. Umeelewa vizuri? Sasa itaingia huko kama wasipokuwa wamoja na wakikubali kushirikiana. Umeelewa? Kwa mfano Jairut amesema anajenga uwanja.
wewe Mo unaona unataka kujenga uwanja, kwa nini usimfuate Jerut? Kwa sababu yule ni mzabuni tu kwenye timu yenu. Bwana tushirikiane na mimi nataka kutia nguvu. Uone kama jambo lingekuwa jepesi zaidi. Umeelewa vizuri? Tushirikiane tuweke nguvu, tujenge uwanja. Sasa wewe unakaa huko na mimi najenga wangu. Wewe jenga na mimi najenga wangu. Unaona vitu vya umeelewa? Yes. Yaani vitu vya kushindana, yani kutaka kupimana ubavu. Sasa wana Simba unajua wakae wafikirie sometime, wakati mwingine akili kidogo iwajie waelewe. Wakati mwingine unaweza mtu akakusaidia akawa anakupa msaada, ila ule msaada anakupa ila kwa wewe huku kwa kukusemanga, au kwa wewe kwamba anakusaidia ila huku unakuumiza. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sasa mimi sikuona haja ya yeye mwekezaji na yeye kuja front kusema na mimi najenga na mimi uwanja kipindiko kwa Jerut, kutoka kusema sawa, unaweza ukasema hivyo, lakini unakuja unajenga uwanja, unaleta attention, watu wanasikiliza, unakuja kuambia 80% zote zako, 20% ndio za Simba. Sasa hiyo unaona kabisa ni kitu ambacho hakimake sense hata kwa wewe. Sasa ni mwenzako kaja katangulia kasema 100% zote. Kwa namna ambavyo wewe umeelewa hizo 80%, unadhani atamiliki kwa muda gani? Ndio sasa haijawekwa wazi. Umeelewa vizuri? Ingekuwa imewekwa wazi atamiliki kwa muda gani, hapo tungepata picha nyingine, ila tu taarifa 80% atamiliki yeye, 20% watamiliki Simba. Sasa kwa sababu swala bado lipo, ngoja tuone itakavyoendelea, lakini mimi naona kwamba Simba ifike wakati wafahamu, umeelewa, na kama mtu hataki kuwasaidia asiwasaidie.